Vaa helmet, ubongo hauna spare. Sijawasikia. Vaa helmet, ubongo hauna spare. Mmelielewa hilo neno? Mmelielewa. Mguu utakatwa, utapewa mguu wa bandia, utatembea, utafanya shughuli zako. Ubongo ukipata itilafu, hakuna ubongo mpya. Na ubongo ukipata itilafu ndogo kabisa, unaweza ukapata kifafa, ukaweza ukaparalyze, ukaweza ushindwe kuona. Ukiparalyze utaendesha pikipiki? Kwa maana yangu, ili jambo tunalolifanya hapa ni kutulinda sisi kama wateja wa pikipiki na nyinyi kama waendesha pikipiki. Tumeshukuru sana kuonekana kazi yetu sasa hivi tunashirikishwa, kwa sababu kwa mara ya kwanza tumeona amekuja mkurugenzi wa upasuaji wa uti wa mgongo na vichwa, ambapo watu tokanao na ajali. Kwetu imekuwa ni faraja sana, kwa sababu kama ni mkurugenzi wa Tanzania nzima mpaka kumpata mpaka leo anakuja na kuweza kuongea na sisi maafisa usafirishaji au maarufu bodaboda na bajaji, kwetu tumefarijika. Lakini tumeona ameambatana na dokta mwingine ambaye anaitwa Dr. Mgongo, kajitambulisha, ambaye naye ni yuko hapo Moi, kipande hicho cha vichwa tiba na uti wa mgongo. Hilo kwanza tuipongeze serikali. Lakini lingine, unajua hata sisi tunapopata ajali, kwa sababu sisi tunahusika sana na upataji wa ajali, lakini maeneo mengi tulikuwa tukiongelea sana ni maeneo aidha mkono au uvunjikaji wa miguu. Uvunjikaji wa miguu ndio ulikuwa uko kwa wingi sana, lakini tunaona kumbe unapopata ajali unakuja kuumia mpaka kichwa. Sasa unapokuja kuumia hadi kichwa, tunasema kwamba ubongo hauna spare. Kwa hiyo mkono unaweza ukakatwa, ukaweka mwingine, ukaendelea na shughuli zingine, lakini mguu unaweza ukaondolewa. Kwa hiyo kwa hili sasa tuwaombe mkurugenzi ambaye yuko hapa afikishe salamu zetu kwa serikali. Sisi tuko pamoja kuungana na hii kampeni ya vaa helmet, ubongo hauna spare. Lakini vile vile ameongelea huduma ya bima ya afya. Mimi kama mwenyekiti nimekuwa nikipambana nao sana hii huduma ya bima ya afya. Ukiangalia maafisa usafirishaji au bodaboda au na bajaji waliokuwa na bima ni wachache sana, ambao wamejikatia wao wenyewe, lakini wengi kutokana na vipato vyetu bima hatuna. Na tunapofika hapa katika hospitali zenu Moi, tumeona matibabu yamekuwa ni expensive, na ukiangalia familia mpaka ije kuchangia upate milioni 1 mpaka milioni 2 operation tu huo mguu ni issue. Sasa je, kama ndo tumeona hapa daktari na mkurugenzi wamesema kwamba katika ubongo ni kama ujiuji fulani, kwa hiyo kikiingia tu kitu kidogo, yani ule ubongo ukakwanguka kidogo, ina maana ukasababisha shida kubwa, haiza ukawa uwezi kuongea, hauweza, ndo vile kuna lugha za mtaani tunasema dishi limeyumba, umeelewa? Kwa hiyo kusema kweli, na sisi ni wategemezi wa familia. Sasa tutaiomba kwetu, maombi yetu tutaiomba serikali kwa kupitia kampeni hii. Moja, Mheshimiwa Rais aangalie kwamba kuhusu swala la helmet. Umeona tuna helmet hizi. Tunaposema katika kampeni ya vaa helmet, tuna helmet kama hizi ngumu, lakini tuna helmet zingine kama hii alovaa hapa, nipe. Hizi ni helmet ambazo ukiangusha chini inapasuka. Sasa kama ni hii kampeni, serikali inabidi sasa isimamie, isije kawa inakuja kampeni ya vaa helmet, tukaingiziwa helmet, tukajitahidi kununua helmet, tukaletewa helmet ambazo hazina ubora.